siku zote Master hanaga majibu mengi, yeye anakwenda kwa vitendo tu. Mara baada ya kuona Dragon yeye kama kajimwambafai sana na kama kaonekana anaweza sana kushinda mchezo huu, ndipo KP anapotoa jibu moja tu: usipende kupambana kwa kutumia kivuli kwa mtu aliye katika mwanga. Bonge la jibu ambalo mkali Dragon hapa, ambaye yeye aliaminiwa kama anaweza kukamilisha mission zote, anapewa na kijana KP. Hapa ndipo tunakwenda kuona battle ya hatari katika episode nambari 40. Mwamba huyu hapo ni Bimdash, bidada huyu hapo Zebu, mke halali wa bwana KP, ambapo mwanzoni KP alijaribu kuweza kumficha moja kati ya mission zake, akiamini kwamba hatakuwa na uwezo wa kupambana, hatakuwa na uwezo wa kumfikisha mbali katika mapambano yake. Aliamini kwamba atakapomweka kando basi itakuwa ni mbinu sahihi ya kuweza kumlinda, lakini mpaka sasa tunaona karata ipo katika upande wa Zebu. Yeye ndio ameonekana kama man of the match katika episode number 39, 38, 37 mpaka episode nambari 40. Majambazi wanaingia, ni vijana hawa wa Dragon, wanakuja kwa lengo moja tu na wanatumia mbinu kubwa zaidi ambaye Dragon anaiamini kuliko mbinu nyingine zote, mbinu ya anga. Usichokijua ni kwamba mbinu hiyo ya anga inakwenda kuangushwa na mwanamke, inakwenda kuangushwa na binti. Ndipo ambapo mwamba mwenyewe anaamua kuchukua simu na kupokea simu ya Dragon na kumwambia, sasa kama hao wameangushwa na mke wangu, wameangushwa na mke wangu, kinachofuata sasa ni mimi mwenyewe. Guess what? Movie ni kali. Movie ni kali sana. Moja kati ya vitu ambavyo tunaviona kwa kijana mdogo bwana KP ni creativity ambayo amekuwa nayo. Amekuwa na ubunifu mkubwa sana katika kila movie ambayo inaendelea kutoka. Tunachokiona katika episode nambari 41 ni namna ambavyo Jitu not Jitu unajua bado niko katika movie ya Albastini bwana ya KP ya nyuma, na maanisha Dragon pamoja na Joka. Hawa watu wawili wanakwenda kutengeneza uniform, ambayo hii uniform kwa mara moja itakwenda kumwattack KP. Lakini tufahamu kwamba katika upande wa KP tayari kuna mgana huyu hapo, tayari kuna Scoba, tayari kuna master mwenyewe wa kike, sijui ni mwite Mastress, na maanisha Zebu, pamoja na master mwenyewe KP. So kundi ya watu hawa wawili, na maanisha Jitu, not Jitu, na maanisha Dragon pamoja na Joka, watakwenda kupambana na crew ya watu hawa wanne. Fahamu kwamba crew ya watu hawa wanne, mtu mmoja tu akili anayetumia ni kubwa zaidi. Je, unadhani mchezo huu utakuwa mrahisi zaidi kwao? Tumeona pale wakati wakijaribu kwenda kuidefend nyumba ya KP, mmoja amebaki kama anachoma vitumbua mwamba mwenyewe KP akivalia dela la mama, lakini mwingine amebaki kama fundi welding, na maanisha Scoba, na mwingine alibaki kama mhubiri, huyu ni mgana mwenyewe. Ni akili kubwa zaidi ambayo imeweza kutumika. Sidhani kama kiongozi hapa Dragon anaweza kupambana nayo. So amejinasibu kama ni professional killer ambaye amefanya mauaji makubwa kabisa ya kitaifa na kimataifa, na hakuna shambulizi ambalo ameshawajaribu likashindikana. Lakini this time tobo hilo hapo ambalo ameweza kulitumia yeye, alidai ni mbinu ya anga, limedukuliwa bwana na Bimdash. Mpaka sasa tunaona dalili za kufeli kwa huyu mwamba anayefahamika kwa jina la Dragon. Mpaka sasa Kisai hatuelewi yeye amejificha wapi. Tuliona tu bastola zikipigwa za kichwa, lakini hatuna imani kama kweli zilimkuta. Guess what? Nadhani katika episode namba 50 anaweza kuja kutokea Kisai na tukauona moto wake. Nadhani wote tunafahamu. Lakini bwana, katika kila movie hakosekani poyoyo, huwa hakosekani mtu wa kuweza kuweka naksh. Poyoyo in our move ni mwamba hapo nimetoka kukuonyesha nyuma, na maanisha kijana huyu ambaye anataka kubembeleza penzi, ilhali hana pesa, pamoja na mshikaji wetu mwenyewe mlinzi the gate man. Okay, movie inakwenda hivyo.
All in all, movie ni kali. Kama hujatazama, nenda katika channel ya KP kaitazame since episode number 1 mpaka hapo alipofikia. Jambo la msingi ni kuomba subscribe, like, share na kutana na notification. See you the next time.